Okay, watu wengi wanahitaji kuanza biashara ila wanaogopa. Watu wengi wanahitaji kuanza kitu fulani ila wanaogopa. Sasa leo hii nimekuja kukuambia siri ya line 3 ambazo kila mtu inabidi azivuke au azipitie ili aweze kufanikiwa. Hii tunaita line of success. Sawa? Kitu cha kwanza, watu wote wakianza huwa wako kwenye kitu kinaitwa comfort zone. Comfort zone. Sawa? Hii comfort zone ni kwamba mtu huyu unakuta yani hana wasiwasi, hana pressure ya maisha, hana kitu chochote ambacho kinamfanya huyu mtu awe na agency ya kitu kufanya kitu fulani kwa haraka ili asonge mbele. Hawa mara nyingi ni watu ambao wanaishi kwa wazazi wenza, sawa, au anahudumiwa, sawa, anahudumiwa kila kitu. Huyu mtu huwa hanaga agency yoyote, kwa hiyo huwa anajikuta ametulia. Hata waajiriwa, sawa, waajiriwa na wenyewe huwa wako kwenye comfort zone. Kwa sababu gani nasema waajiriwa yuko kwenye comfort zone? Huwa ana uhakika wa mshahara mwisho wa mwezi. Sasa huyu mtu kitu ambacho anakifuata ili akiwa anahitaji kutoka kwenye comfort zone, huwa kuna kitu kinamsonga ambacho kinaitwa nini? Fear. Sawa? Fear. Yaani huyu mtu anakuwa anaogopa, ana hofu. Hofu inakuwa iko nitafanyeje? Nitaonekana vipi kama nikianza hii biashara? Nitaonekana vipi kama nitafanya kitu fulani? Unaelewa? Anakuwa ana fear. Na hii fear sasa huwa ni ya kuanza. Sawa? Huwa ni fear ya kuanza. Yaani anaogopa kuanza. Ila vile vile anaogopa kukataliwa. Sawa? Anaogopa huyu mtu kukataliwa. Sio hivyo tu, huyu mtu huwa anaogopa sometimes nitapukanwa. Sawa? Anaogopa maneno ya watu, anaogopa vidole vya watu. Huyu mtu unajikuta ili atoke kwenye comfort zone, kwanza inabidi apambane, aanze one step, apige step ya kwanza. Hiyo ni ya kwanza. Ni kwamba inabidi uanze mdogo, vyovyote iwevyo inabidi uanze. Ila kitu kinachofuata ambapo kinafanya watu wengi wafanikiwe, sawa, tayari ameanza, sawa, anaenda kwenye kitu kinaitwa learning. Sawa? Learning ni kujifunza. Naposema kujifunza, na imaanisha kwamba huyu mtu inabidi ajue kwanza soko likoje. Kama anaanza biashara, soko likoje? Sawa? Hapa tunazungumzia soko la wateja wake watakuwa vipi? Sawa? Wateja wake wakoje? Ni wateja wa aina gani? Sawa? Wateja inabidi awajue wateja wake ni wakina nani. Ila vile vile inabidi ajue, sawa, competition, sawa, competition, sawa. Napozungumzia competition, nazungumzia kwamba mtu huyu inabidi ajue ni wakina nani washindani wake, anashindana na nani. Sawa? Na wengi huwa wanaangalia nje ila wanashindwa kuangalia ndani. Unashindana na wewe mwenyewe kwanza, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sawa? Na hapa ili upashinde hapa inabidi utafute watu waliokutangulia. Sawa? Waliokutangulia, watu ambao wameshapita kwenye hiyo industry. Ila kwa lugha nyingine tunaita role model. Sawa? Role model wako ni nani? Unakuta mtu ni mfanyabiashara, yeye ni mfanyabiashara ila role model wake eti ni mcheza mpira. Ni vitu viwili tofauti. Unakuta mtu ni mfanyabiashara, role model wake ni mwimbaji, nampenda sana fulani. Tafuta wafanyabiashara wenzako, tena especially walio kwenye career yako. Kama ni career ya nguo, tafuta mtu ambaye anauza nguo. Angalia anafanya nini anachokifanya, na usiogope kumfuatilia au kwenda kumuuliza. Watu wengi huwa wanabaki kwenye masuala haya. Ila line ya mwisho hapa tunaizungumzia, hii line inaitwa growth. Sawa? Naposema growth hapa ni ukuaji. Sawa? Naposema ukuaji, huyu mtu tayari amefanikiwa. Mafanikio yanaanza kuonekana. Mafanikio hayawezi yakaonekana bila mtu kuweka kitu kinachoitwa brand.
bila kuwa na brandi. Na brandi ndio jina. Yaani ukisikia, yaani inabidi kokote ulipo watu wakiulizia kile kitu ambacho wewe unadili nacho, jina la kwanza lije kichwani mwao ni la kwako wewe. Yaani tunasema wewe sasa utakuwa win. Mfano tukisema soda, nikisema neno soda, wewe kitu gani kinakuja kichwani mwako? Unajua kuna Pepsi, kuna Coca-Cola, sawa? Ni kwa huyo amewin kwenye jambo zima linaloitwa nini? Branding. Sawa? Tukisema timu za mpira Tanzania, unajua kabisa kuna Simba, kuna Yanga, au amewin kwa sababu wanaweza kutamkika sehemu yoyote. Inabidi mtu yoyote akutamke. Kwenye boss hapa ndio watu baada ya brand tunaingiza nini? Faida. Na ili uweze kufaulu, uwezi kuruka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Inabidi uanze kwanza toka kwenye comfort zone, sawa? Pili, nenda kwenye learning. Watu wanafikiri akianza tu biashara inabidi aruke kutoka hapa aje kwenye success, kwenye mafanikio. Haiwezekani, hell no. Haiwezekani. Yapaswa utoke sehemu moja, uende sehemu nyingine, hatua kwa hatua. Na kama kuna kitu unahitaji kufanya na unahitaji, au kama kuna biashara unahitaji kuifanya, au una biashara na una mtaji wako unahitaji kuanza biashara, nitafute mimi, nitakuelimisha hatua kwa hatua ni kitu gani ufanye na wakati gani ili uweze kufanikiwa. Kumbuka, mafanikio yanaanza na ukuaji binafsi. Naposema ukuaji binafsi ni kuhusiana na wewe, sio mtu wa nje yako. Mtu aliye ndani yako, je, amekuwa ipasavyo ili aweze kukabiliana na soko? Usiache kufuatilia vipindi hivi ili uendelee kupata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala yanayohusiana na biashara. Na kama unahitaji kufanya biashara, ipo biashara ambayo mimi naifanya, naweza nikakuelimisha nawe inaweza ikakufaa.